Nikubalie niseme mambo mawili kabla sijampea His Excellency Kalonzo Musyoka atuongeleshe. Nataka niseme hili. Mimi kama gavana wa Kisii niko na kazi moja ambayo mlinipa nifanye. Na kazi ambayo mlinipea ni kuhakikisha kwamba mali ya umma imelindwa. Wizi, Your Excellency, ambao ulikuwa hii town, hii Kisii County, ulikuwa umefika kiwango kibaya. Nimekuja nimekanyaga pipe ya wizi hapa. Ile pipe ambayo watu walikuwa wananyonya kama maziwa ya mtoto. Lakini ile vita nimepigwa hapa ni vita mbaya sana. Hata vita ambavyo maaskari wangwana fulani, tuko na rekodi nyingi ambapo wako tayari hata katika mauaji. Mimi nataka niwaulize, siwezi kuwa mwoga. Inasemekana afadhali nife nikiwa nimesimama kuliko niishi nikiwa nimepiga magoti. Nitakuwa strong, nitakuwa chuma kuhakikisha kwamba haki imefanyika katika eneo letu. Mimi kama gavana wenu nataka niwahakikishie, I cannot let you down at any given time. Kila mtu akwe mwanamke, mwanaume amezaliwa na mama na siku zake zimehesabiwa na Mwenyezi Mungu. Mimi nataka niseme, nikiisema hivi, Mheshimiwa Kalonzo, kuja Kisii, tembea, tuko tayari kutembea pamoja na wewe. Baba amekwenda Addis Ababa, tulikuwa hapa juzi na baba na ametuambia Addis Ababa ni hapa karibu, tukimtaka dakika 2, masaa 2 matatu amefika. Lazima tushikilie nchi yetu isianguke. Vyombo vya madola, nataka niviulize tafadhali, Kisii sisi ni wanaamani, lakini kama umeletwa hapa, kama wewe ni kiongozi wa polisi ama wewe ni kiongozi wa ujasusi, tenda haki. Wacha mtu kupewa pesa hapa alafu unatisha vijana. Vijana wengine wameuawa hapa, wameuawa mpaka wiki iliyopita. Watu ambao ni wahusika karibu ya watu ambao wako serikalini waliua mtu hapo kwa baa ambaye ni contractor. Wanasema kwamba hakuna kitu watafanyiwa. Mmoja akaua kijana mmoja hapa wa pikipiki akatoroka, lakini tunashukuru kwamba kuna askari pia wazuri tu wakawakamata wakapeleka kotini hapa. Na nataka nitoe onyo, kuna ndugu zetu wanaitwa sungusungu. Wacha niseme hivi, tutahakikisha kwamba sheria imefuatwa kivyo vyote vile. Hakuna vile mtu yoyote atataka kutoa maisha ya mtu. Kama mtu ni mwizi, akamatwe apeleke kotini. Lakini ikiwe kwamba tuna askari, tuna kikundi kingine ambacho kinataka kuua watu, hatuwezi kubali. Hao wangwana wote, kwa sababu askari wanahusika pamoja karibu na askari, tunataka tuambie kwamba tutahakikisha haki imetendeka. Hata yule kijana anaitwa Farah ambaye aliuawa na hao wangwana, lazima haki itafanyika. Hakuna vile tutakubali. Maisha ni ya muhimu, na sisi hapa Kisii ni watu wa amani. Hatutakubali maovu kama hayo kutendeka. Your Excellency, hapa Kisii, imagine Kisii ndio kuna kila kitu, lakini hapa pia maisha ni ngumu. Tunaomba tafadhali, wananchi watukufu, tuiombee hii serikali, tuone kama itakuwa na huruma kurudisha ushuru chini, ndiposa tusaidie wananchi wa kawaida. Mimi kama National Vice Chairman wa ODM, Wiper ni chama chetu, DAP ni chama chetu. Ndugu zangu, mkienda mbele nami nitawashikilia huku chini. Mtusisahau kama wa Kisii. Siku ambao tutakuja Western, ndugu yangu, wewe uko tayari kutupea mkono.
Mheshimiwa Kalonzo, tukija Western na wewe urudishe mkono siku moja, ama mnasemaje? Mko tayari? Hii nchi ni yetu zote na tuko tayari kuiongoza kivyo vyote vile, ama vipi? Nikubalie nimalizie hapo. Your Excellency will support you and I can assure you we will work together kwa hii safari kuelekea mbele. Ni wangapi pamoja na mimi wanamkaribisha His Excellency Kalonzo Musyoka atusalimie? Kuwa na ndoto moja kwamba ningewezesha hawa vijana wa bodaboda kwamba wangekuwa pamoja, kwa sababu tuko na waendeshaji pikipiki 96,000. Mimi nikasema kwamba ningechukua 50,000 niwaweke pamoja. Kwa siku walikuwa wakusanya shilingi 100 kwa siku 5, kwa hivyo ni siku 20 kwa mwezi. Hawa ngwana tulikuwa tumepanga sako yao, kwa hivyo siku moja, Your Excellency, walikuwa wanakusanya 5 million. For 20 days walikuwa wakusanye shilingi milioni 100. Walikuwa wafanya kazi kwa miezi 10, walikuwa wakusanye 1 billion. Tulipomaliza hapo, baada ya sisi launch, hawa wangwana waliua one of their own kupata kwamba waliwapasa kuharibu. Mimi nimekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba watu wetu wamepata ajira kidogo, lakini ile vita nimepigwa hapa ni kubwa. Wachana na huyo, ni ovyo. Mimi nataka kusema, kwa sababu wale ambao wanataka kutumika hapa ni watu wa vyombo vya madola ambao kazi yao ni kuhakikisha kwamba wamefanya ama wamelamesha Kisii kurudi nyuma. Mimi nimesema nitakufa nikiwa nimesimama, hali ila kwamba nisiishi katika nimepiga magoti. Lakini mimi nataka kusema kama gavana wenu, vile nilisema juzi, siwezi angalia nyuma, nitaangalia mbele. Wacha niwaambie, saa hizi tuko katika mwezi wa pili, hatujalipa mshahara kwa sababu wamekwenda katika COB, wamepeleka vitina kule. Basari ya watoto ambao tulikuwa tunapeana, watoto hawajalipiwa basari mpaka leo hii. Mimi nataka niulize, kama indeed they respect devolution, why should they do this to my people? Democracy demands kwamba mimi ningekuwa mwana ODM na wao wangekuwa UDA, na sisi lazima nchi iende mbele. Lakini nasema watu wangu, msife moyo, kaza kamba hapa mbele. Hata kama wanaona kwamba tuko wachache, tutatoboa. Mtarudi nyuma kweli? Nimeuza mboga, nimetoka katika kuuza mboga, sijaandikwa na mtu. Wananchi ndio wameniandika kama kansela, nikaandikwa kama mbunge na mnaipa kazi ya ugavana. Mimi nataka kusema hivi, hakuna vile nitaangalia nyuma. Kama ni maisha ngumu nimeyaona, kama ni machungu nimeyaona, kama ni kifo nimepitia katika kifo, lakini mimi nitasimama na watu wangu. Mimi nataka kusema nikimaliza, Your Excellency, be assured we will give you the support hapa Kisii. Mimi nitasimama kidete. Wacha niseme hivi, mimi unajua, hata nikiwa gavana nashtuka, Mungu umenibariki kiasi hii, kwa sababu mimi nilikuwa nauza mboga. Hakuna soko Nairobi mimi sijui. Marikiti, Retail, Ngara, Kikomba, Wangige, Toi, Kawangware, hizo ni soko ambazo mimi nimekwenda. Lakini mimi nataka niseme hivi, msife moyo, msife moyo. Nikisema we are the people, say we are the people, we are the people, we are the people. Hiyo lazima tutasimama. Eti kwamba watakuja kwangu, watatafuta nini, bunduki walete kwangu. Mimi nasema sina haja. Wewe, watu wako hapa, tuko na habari kamili ya ile kitu wanapanga kila siku.
Mimi nataka niseme kwamba najua kwamba wale NIS mko hapa, waambie vizuri, mimi nimepigiwa kura na hao watu. Wao wameletwa kuja hapa kufanya kazi, mfanya kazi ya haki. Watu walipiwa risasi pale Nyakembene, mpaka leo hii hakuna mtu ambaye ameshtakiwa. Watu walivunjika miguu, wamewekewa chuma, hakuna mtu amekamatwa. Mimi nataka kusema watu wangu, hakuna mwingine atawaokoa, lazima tujiokoe sisi wenyewe. Wako na haki mbele ya sheria. Kwa hivyo mambo ya watu kutishwa hapa, mpaka nasikia wako na bunduki bandia ambazo wanataka kutumia hapa. Tunasema wananchi, mkae chonjo, lazima tuache kwamba haki imefanyika. Nikubalie, ni wangapi mweke mkono juu ya wiper, mkaribishe His Excellency Kalonzo Musyoka tusalimie.